Somo letu ni mada hii tunaotembea nayo inayosema habari nzima ya kwamba dawa hatari. Hii sio dawa ya kawaida, hatari ambayo mwanamke inamfanikisha katika kila vitu. Na hii ukizingatia, jana tuliona kumkaribia Bwana. Leo ni kuwa na maombi ya dhati. Baada ya kumkaribia Bwana, unafanya nini? Ndani ya moyo mwanamke amebeba maumivu. Nikwambie tu, usibebe maumivu. Maumivu mpe Bwana. Usibebe machungu mwanamke. Machungu mpe Bwana. Katika siku ya leo nakukumbusha jambo muhimu hili. Huyu Hana yeye maumivu yalikuwa ndani ya moyo wake kweli, lakini aliyapeleka kwa Bwana. Sikiliza, na ndio maana kuna saa alikuwa anaonekana mdomo wake unazungumza, mdomo wake unanena, hata watu wengine wanashangaa, mbona huyu ni mtu wa ajabu sana, mbona mdomo wake unasema ni mlevi. Na huyu nabii Eli hadi akamshangaa, mbona huyu mama ni kana kwamba ni mlevi sasa. Kumbe alikuwa amejiunganisha maumivu. Sikiliza, ni kweli alijitambua kwamba ni mwanamke aliyekuwa na huzuni, na ndio maana wakati mwingine hata kama mume wake Elikana alikuwa anawatendea haki vile vile, lakini kuna saa alikuwa anaonekana ana huzuni. Huzuni ya Hana ni ile ambayo inatamkwa katika Mathayo sura ya 5. Heri wenye huzuni, huzuni ya uchungu ukiwa na Mungu ndani yako. So huzuni ya kulaumu, so huzuni ya kucheka, so huzuni ya kumsengenya mtu fulani. Ni kweli watakusema vibaya, ni kweli alisema vibaya. Matusi yote Hana yalizungumzwa. Mama unanisikiliza, matusi yote yaweza kuwa yamezungumzwa juu yako. Usikate tamaa. Hana ni kati ya watu ambao kweli walisengenywa, kweli walizungumzwa vibaya, na ajabu ni kwamba ni Mungu huyu aliyeruhusu. Sikiliza, ikiwa Mungu ameruhusu mateso hayo yapitie, kwa jina la Yesu, huyo Mungu atakuvusha kwenye mateso hayo. Ikiwa Mungu ameruhusu maumivu hayo yapitie, binti unanisikiliza, maumivu hayo yapitie kwenye mahusiano, huyo Mungu ndiye atakayekutoa. Hii ni dawa ya leo ni kuwa na maombi ya dhati kutoka ndani ya moyo. Ndani ya moyo, maombi ya dhati yanatumwa kutoka ndani ya moyo. Hana kunadhani kuwa anatiririsha machozi machoni, lakini mdomo unasema. Sikiliza, leo watu wengi tunatiririsha machozi machoni huku, lakini mdomo unatoa matusi. Hana alikuwa anatoa ahadi zake kwa Bwana, maombi yake kwa Bwana. Bwana, na mimi ni mwanamke katikati ya wanawake. Dawa ya pili, dawa ambayo inaweza kuwa ya kwanza kwako leo ni kwamba uwe na maombi ya dhati. Sikiliza mtu wa Mungu, yanatoka ndani ya moyo. Maombi haya wakati mwingine hata kama mchumba wako, mke wako, nani hata yajua, hani huyo hata yajua, bebi huyo hata yajua. Maombi ya dhati wakati mwingine ni maombi ambayo utayafanya ya kweli kutoka ndani ya moyo. Ndivyo ambavyo Hana alifanya hivyo. Hiyo ndio dawa nyingine ambayo mwanamke utaacha kudharauliwa, mwanamke utaacha kupoteza mali na fedha. Leo wanawake wengi pia inaonyesha takwimu ya kwamba wamekuwa mama zangu, mmekuwa mojawapo ya changamoto, na changamoto inayosababisha kushuka kwa uchumi wa familia. Shida iko wapi? Mnaenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutafuta msaada. Ni kupatia habari njema. Hana alitafuta dawa kwa Bwana, na dawa hii ni maombi ya dhati, maombi ya kweli kutoka ndani ya moyo. Kwa nini usiwe wewe mama? Kwa nini usikomboe familia yako? Kwa nini usikomboe familia yako kama Hana ambavyo aliikomboa kwa kufanya maamuzi magumu, maamuzi mazito? Baba yetu na Mungu wa mbinguni, mama huyu anakuhitaji wewe katika maisha yake, anakuhitaji wewe katika pitapita zake, anakuhitaji wewe. Awe na maombi ya dhati, maombi ambayo Bwana yana kibali mbele zako, maombi ambayo Bwana yanakubalika mbele zako. Ukamsaidie binti, ukamsaidie mama, ukamwezeshe kwa namna ya kipekee asikae na maumivu na machungu katika maisha yake, asikae na machungu. Badala yake machungu hayo
yasikike kwako, kwa jina lako Yesu Kristo, amen. Bwana